Usicheze na kitu kinaitwa sauti ya mtaua. Ibilisi analinda sana sauti za wale watu ambao wanajua kitamka kitu inakuwa. Ibilisi anazitafuta sana hizo sauti. Ibilisi anaziwinda sana hizo sauti. Maana anajua fulani akitamka kitu kitatokea. Fulani akitamka kitu kitakuja. Na kile kitu kikija huyo atainuka. Anaziwinda, anazinyamazisha. Anaziwinda, anazinyamazisha. Naomba kama kuna mtu amefika Matendo 4:15 anisomee. Amen. Naye nasema. Ndiyo. Wakawaamuru kutoka katika baraza. Wakaamuru watoke katika baraza. Wakafanya shauri wao kwa wao. Wakafanya shauri wao kwa wao. Wakisema. Wakasemaje? Tuwafanye nini watu hawa? Tuwafanye nini hawa watu? Maana ni dhahiri kwa watu wote wakao Yerusalemu ya kwamba ishara mashauri mwafanya nao. Ni dhahiri ya kwamba wamefanya ishara, wamefanya miujiza, wamefanya maajabu. Wamefanya kweli, tunajua wamefanya. Tuwafanye nini hawa watu? Wamefanya kweli. Kabisa kabisa tunajua. Tumfanye nini leo? Tunajua nini yani amefanya. Amefanya miujiza ambayo hatujaijua. Amefanya ishara ambazo hatujazijua. Ameamua kututoka. Ameamua hata kwenda kuokoka. Tumfanye nini huyu mtu? Tuzimishaje sauti ya huyu mtu? Wala hatuwezi kuikana. Wala hatuwezi kukana. Ni kweli kabisa ameenda. Lakini neno hili lisije likaenea katika ili neno alilolifanya lili lisije likaja likaenea kwenye familia yako. Lisije likaja likaenea kwenye biashara zake. Lisije likaja likaenea kwenye ndoa. Lisije likaja likaenea kwenye uchumi. Lisienee kwa watu wanaomzunguka. Tufanyaje tuzime ili neno alilolifanya? Tufanyaje tuzime hii sauti? Salome asije akasema tena ikasika. Tufanyaje tuzime hii sauti? Tunafanya nini? Na tuwatishe. Na tumtishie Salome. Wasiseme tena na mtu yoyote kwa jina hili. Tumtishie Salome. Asije akajaribu tena kusema neno la Mungu. Asije akajaribu tena kwenda kanisani. Tumtishie. Tumpe vitisho mpaka akimbie kwa waganga. Tumpe vitisho mpaka aende kwenye mizimu ya kwao. Tumpe vitisho mpaka ajulikane kwamba hata kaa pole maisha yake yote. Tumtishie. Wakawaita wakaamuru. Bwana asifiwe. Wasiseme wala kufundisha kwa jina la Yesu. Haleluya. Shetu hapo. Kina Petro na kina walikuwa wanafanya miujiza. Masadukayo wanakaa wanasema tufanyaje? Tufanye nini? Hao watu wamefanya miujiza kweli na ishara. Yerusalemu nzima imesikia. Tufanye nini wasitumie jina? Haleluya. Tufanyaje? Tufanyaje tuzime hizi sauti zao? Mbona zimekuwa sauti za kutetemesha? Mbona zimekuwa sauti za kutisha? Wanataka kuinuka waende wapi watoto wawili? Tunawajua ni watoto wa nani? Kwanza hawana elimu wa watu. Hawajasoma. Wanafanikiwaje? Wanaendaje hawa watu? Sisi tulijua hawa watu hawataka wazae. Ndicho tulichokuwa tunajua. Hawataka wajenge hawa. Tunajua hivyo. Na ni nadhiri zetu tumeziweka na sadaka zetu tumezitoa. Wanafanyaje hivi vitu? Ujue mwanzo wa kwanza kuwafungua wengine ndivyo Mungu nao atawafungua. Mwanzo wa kwanza kusaidia wengine ndivyo Mungu atawasaidia. Na tulizuia watu wasisome. Sisi tumesoma. Tuna elimu. Wameleta elimu mpaka kutoka Samaria. Wametoa mileta Yerusalemu. Hatimaye wakitoka hapa wanaweza kuipeleka mpaka Filipi, Korinto, nini sijui Thessaloniki. Tunawafanya nini? Bwana asifiwe. Masadukayo wanatafuta namna ya kuzima sauti za mitume. Zinyamaze, zisije zikafanya kile ambacho tunataka kufanya. Kwa sababu wanajua zile sauti zikisimama, zikifanya jambo, mamlaka yao imeisha. Nguvu zao zimeisha. Vipawa vyao vimeisha. Bwana asifiwe. Yamkini kuna watu wanakaa wanasema tumfanyaje Dani? Tumfanyaje? Tunajua changamoto iliyoko kwao. Dani akisimama anaiondoa hii changamoto. Tunafanya nini? Tumzime. Tutafute namna ya kumzima Dani. Tumpeleke kwenye uzinzi. Tumzimie kule. Aogope hata kumtafuta Mungu. Tumpeleke kwenye wizi. Tumzimie kule. Aibe mpaka aogope kumtafuta Mungu. Tumpeleke, wanakutafutia namna ya kukupeleka. Wakuzime, wazime ile sauti. Maana wanajua wakikusaidia kukuachia hiyo sauti utaua vingi na familia yako itaibuka. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe kanisa. Mungu asikusaidie kila aliyeua sauti yako asipate kibali cha kuendelea kuishi na wewe. Haleluya. Isaya akasema alipokufa Uzia alimuona Bwana. Heri mpishane kama magharibi na mashariki. Msisogeleane. Waua sauti ni waua vision za mtu na mission za mtu. Vision yako na mission yako ikizimwa, wameua sauti. Wamekulia kabisa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Wameshajua malengo yako, wameshajua mikakati yako, wameshajua ndoto yako, wameshajua taratibu zako, wanazima. Kristo asifiwe. Na watu wanajua sauti za watu tangu tumboni. Tangu tumboni wanaijua fulani na sauti fulani. Fulani ana sauti, Farao alianza kujua sauti ya Musa tumboni baada hajazaliwa. Herode alijua sauti ya Yesu amezaliwa. Nyota ya Musa ilianza kung'aa tumboni. Nyota ya Yesu ilianza kung'aa amezaliwa. Bwana asifiwe. Kuna watu mko kanisani, wengine mlionekana tangu tumboni, wengine mlionekana tangu siku ya kuzaliwa. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Kuna siku niliwahi kufundisha somo, nimelirusha kwenye mitandao, kuna watu wanalike sana. Nikasema, ni nani aliyekutamkia neno la siku ya kwanza kuzaliwa? Alikuwekea mikono gani? Alitamka nini? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Ni vizuri mzazi ukizaa mtoto wako, anza kumtamkia wewe kwanza. Anza kumsemisha wewe kwanza. Achilia sauti yake ya kwanza iliyokuja kwamba niko hapa. Mtamkie pale pale akishalia. Tamkie neno zuri mtoto wako. Tamkie neno la ushindi. Bwana asifiwe. Yebesi anazaliwa analia, mamake anamwambia wewe ni Yebesi, lazima ulie. Anaanza kumwambia mtoto wake mapema, wewe ni huzuni, maana nimekuzaa katika hali ya huzuni. Na kweli Yebesi mpaka anakuwa na ile hali ya huzuni. Kwa hiyo mama alizima sauti ya Yebesi tangu anamzaa. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Angalia mama yake Yohana Elizabeth. Anamzaa tu Yohana, anamtamkia neno la baraka. Mama aliyempokea amemzalisha, anamwambia mtoto wa kiume, anasema ataitwa Yohana, maana ni mbatizaji, atatengeneza njia za wengine. Mama ameshamwekea mtoto neno zuri, nani atakuja kuweka neno baya pale? Hakuna. Wamama wengine wakizaa wanaanza kuona, anaanza kulia. Unalia nini? Unaanza kumpa mtoto wako uzuri. Nasi anakuza unalia nini? Unasikia maumivu. Unasikia maumivu, tamka kwanza neno. Unasikia maumivu, mtoto anazaliwa na maumivu. Mtoto anazaliwa anapokea kilio chako. Tamka neno kwanza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kanisa tunaelewana? Kanisa tunaelewana? Jifunze kumtamkia mtoto wako neno. Basi umeshindwa, jaribu hata yule anayokuja kumchukua mtoto wako, usimruhusu atamke neno baya. Mpe akutamkie neno zuri ambalo litampa mtoto wako kuishi, litampa mtoto wako maisha mazuri. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Yes, sauti inaomba vitu vibaya na sauti inaomba vitu vizuri. Hakikisha wewe mwenyewe unakuwa mtu wa kwanza kutamka sauti ambayo itakusaidia. Usiwe mtu mwepesi wa kukiri kushindwa. Usiwe mtu mwepesi wa kukiri kukata tamaa. Usiwe mtu mwepesi wa kukiri kudhoofika. Ibilisi anatumia kinywa hicho na anakupeleka hapo hapo. Bwana asifiwe. Wazee wanajadiliana wafanye nini? 17 inasema, lakini neno hili lisije 18. Wakawaita, wakawaamuru wasiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu. Petro na Yohana akawajibu akawaambia kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza nyinyi kuliko kumsikiliza Mungu. Hukumuni nyinyi wenyewe, maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Nao walipokwisha kuwatisha tena, wakawafungua wasione njia ya kuadhibu kwa sababu ya watu, kwa kuwa watu wote walikuwa wakimtukuza Mungu kwa hayo walioyatenda. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Ukiona Biblia inasema waliwafungua, jua waliwafunga. Walimkamata Yohana na Petro wakawafunga. Waliwafunga magereza ili wasije wakahubiri, watu wakaokoka, watu wakapona, watu wakafunguliwa. Walikuwa wana shida na Yohana, walikuwa wana shida na Petro, walikuwa wana shida na sauti iliyomo ndani yao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana hata wewe upo, unaishi na mambo yako yanaenda na vitu vyako vinaenda na bado unaendelea kuwepo, lakini katika maumivu. Hawana shida na wewe, maana hawezi kutoa roho ya Mungu. Wana shida na sauti Mungu aliweka ndani yako. Hiyo ndio inawafanya wao wanakutafuta. Hiyo ndio inafanya wao wanakuona. Hiyo ndio inafanya wao wapambane na wewe. Hawana shida na kitu kingine.